Baadhi ya watu hutazama mafanikio ya wengine na kudhani yametokana na bahati, msaada wa watu wakubwa au mazingira mazuri. Hata hivyo, ukweli ni kwamba mafanikio ya kudumu mara nyingi hujengwa juu ya misingi ya maamuzi sahihi, nidhamu na mtazamo wa muda mrefu. Tofauti kubwa kati ya anayesonga mbele na anayesalia pale pale mara nyingi haipo kwenye uwezo, bali ipo kwenye namna ya kufikiri na kuchukua hatua. Hizi ndizo sababu 7 halisi zinazofanya wengine kupiga hatua kimaisha. Sababu ya 7 na ya mwisho ndiyo muhimu zaidi. Hivyo sikiliza mwanzo mpaka mwisho. Kabla hatujaendelea, hii ni Mjawiri TV, chaneli rasmi ya Mjawiri Growth Agency, mahali tunapojenga fikra sahihi za maisha, biashara na maendeleo binafsi. Kama unapenda maudhui ya kukujenga, subscribe sasa uendelee kuwa sehemu ya safari hii. Sababu ya kwanza ni uwajibikaji binafsi. Wanaopiga hatua huanza kwa kujitathmini wao wenyewe kabla ya kulaumu mazingira. Wanakubali makosa yao, hujifunza kutokana nayo na hubadilika. Anayesalia nyuma hutumia muda mwingi kulalamikia hali, serikali au watu wengine bila kuchukua hatua ya kweli ya kubadilisha alipo. Sababu ya pili ni mtazamo kuhusu muda. Wanaopiga hatua huutumia muda kama rasilimali adimu. Hujiwekea ratiba, huwekeza muda katika kujifunza na huthamini maendeleo ya polepole lakini endelevu. Anayesalia pale pale huchelewesha maamuzi, hupoteza muda mwingi kwenye mambo yasiyo na tija na hutegemea msukumo badala ya nidhamu. Sababu ya 5 ni uwezo wa kujifunza na kubadilika. Wanaosonga mbele wako tayari kujifunza ujuzi mpya, kubadilisha mbinu na kuachana na fikra zilizopitwa na wakati. Wanaobaki nyuma hushikilia mazoea ya zamani hata kama hayaleti matokeo. Sababu ya 4 ni nidhamu ya maamuzi ya kila siku. Mafanikio si tukio la ghafla, ni mkusanyiko wa maamuzi madogo yanayorudiwa kila siku. Wengine hufanya kilicho sahihi hata kama hakina raha, wengine huchagua kilicho rahisi hata kama hakina faida ya muda mrefu. Sababu ya 5 ni uvumilivu katika maumivu ya mabadiliko. Hakuna maendeleo bila gharama. Kujifunza ujuzi mpya, kuanzisha biashara au kubadili tabia huhitaji subira na kujinyima. Wengi hukata tamaa mapema kwa sababu hawako tayari kuvumilia usumbufu wa muda mfupi kwa ajili ya mafanikio ya muda mrefu. Sababu ya 6 ni mazingira na watu wanaowakuzunguka. Wanaopiga hatua huchagua kusikiliza mawazo yanayowajenga, hujizunguka na watu wenye mwelekeo chanya na kuepuka kelele zisizo na mwelekeo. Anayesalia pale pale husikiliza kila sauti, hata zile zinazomrudisha nyuma. Sababu ya 7 na ya mwisho, na hii ndiyo muhimu zaidi, ni kumtegemea Mwenyezi Mungu. Katika mtazamo wa dini zetu, juhudi zako zinapaswa kuunganishwa na kumtegemea Mwenyezi Mungu. Unaweza kupanga, kufanya kazi kwa bidii na kuchukua hatua sahihi kila siku, lakini matokeo halisi yapo mikononi mwa Mwenyezi Mungu. Kumtegemea Mwenyezi Mungu kwa unyenyekevu, kumkumbuka na kuomba mwongozo ni msingi wa mafanikio yenye baraka. Hii ndiyo sababu ya mwisho, lakini yenye nguvu kuliko zote. Kama umefika hapa mwisho, basi ujumbe huu ulikuwa kwa ajili yako. Subscribe Mjawiri TV, shiriki video hii na uwe sehemu ya watu wanaochagua kupiga hatua kimaisha kwa maarifa, nidhamu na kumtegemea Mwenyezi Mungu.